wakwe wenye umeoa na kuolewa. Kwa hivyo katika maneno uwe inakudunisha kwanza heshima yako. Ndiposa tunaambiwa uizuie maneno yako. Na katika maneno unaweza angamiza, maneno tu yanaua. Ndio maana Yakobo anasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini yana matatizo makubwa. Ulimi unafananishwa na kijiti ya kiberiti, ni kadogo, lakini inaweza akisha moto mkubwa ikachoma dunia nzima. Ulimi ndio naona imeteketeza nyumba nyingi. Mdomo imeteketeza kanisa leo hii, imeangamiza urafiki, imeangamiza undugu kwa sababu ya ulimi. Lakini tukizuia ulimi wetu, ndugu zangu, Yesu anarudi mbinguni, tunaingia. Lakini tukikosa kuzuia ulimi, hata tukuje Sabato tunaimba kiasi gani, tunatunga kwaya, tunahubiri kama malaika, tunajua mafungu zote, tunajua roho za unabii, tunajua Biblia kuanzia Mathayo mpaka kitabu Ufunuo mpaka kitabu cha Mwanzo, yote tunajua. Lakini kama hatujazuia ulimi, tunafanya kazi bure kabisa. Yakobo 5 mstari wake ni wa 4 mpaka mstari wake ni wa 7 mangapi? Hebu tusome nasemaje. Yakobo 5. Yakobo 3, sorry. Nimependa sana Yakobo 3. Nimesema 3, nilikuwa nimesema 5 lakini ni 3. 4. Naam. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, sageuzwa na usukani mdogo sana. Utasoma mpaka 6. Kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, na ujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa ofu. Wacha nirudie tena. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa ofu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfulizo wa maumbile, nao uwashwa moto na jehanamu. Asante sana. Hapo tunaambiwa vivyo hivyo ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini majivuno ambayo inatoa ni makubwa kabisa. Na tunaambiwa kwamba katika ulimi huu ndio huwa inatia mwili wote unajisi. Ulimi huwa inatia mwili wote. Mstari wake ni wa 6 inasema ndio unaotia mwili wote unajisi. Yaani ukiona mtu ni mchafu, ni mwenye dhambi, mtu anazini, mtu ni mdanganyifu, ni kwa sababu ya kutokulinda ulimi wake. Uchafu na dhambi zote tunayofanya duniani ni kwa sababu ya kuzuia ulimi. Ndio tunaambia kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini inaakisha moto. Mpaka ulimi huu tunaambia ndio itaweza kutufikisha jehanamu. Ulimi. Hata siku ya kiyama, ndugu zangu, wakati siku ya mwisho itakapofika, ambayo tumejifundisha zaidi, tunaishi zama za mwisho, hatari za siku za mwisho. Hivi Yesu karibu anarudi. Siku za mwisho ambao Mungu atatoa hesabu kwa kila mwanadamu. Biblia inasema maneno yetu yatatuhukumu katika siku za mwisho. Maneno yetu tu, hakuna kitu kingine. Onda nini Mungu atatafuta kitu kikubwa nje ya kuhukumu? No. Ukisoma kitabu cha Mathayo 12:36 inasema katika maneno yote mnayenena wanadamu yataletwa hukumuni. Yaani maneno ya ulimi wetu chenye tunanena ndio itakayetuhukumu siku za mwisho. Mungu hatasimama anza kusema ulikuwa msharati? No. Mungu hatasimama anza kusema ulikuwa mwizi? No. Lakini chale ambacho unaongea kila siku, nini wewe unaongea kila siku, nini wewe unasema kila siku, kunapokucha nini wewe unazungumza? Hayo maneno ambayo unazungumza, malaika huchukua rekodi kila siku. Malaika akichukua rekodi huwa anapeleka. Ndipo unaposikia ati majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Yale maneno yote yenye tunazungumza yakiwa ni mazuri, haya ndio yanathibitisha majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hayo maneno ambayo tunazungumza mabaya, haya ndio yanathibitisha kwamba majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha hukumu. Kwa hivyo katika maneno yote Mungu anasema tutahukumiwa katika maneno. Kwa hivyo ndugu zangu, Sabato ya leo, hebu tuchunge sana midomo zetu.
Na ukitaka kufanikiwa, enda fanyia mazoezi. Ukitaka kufanikiwa, chunga sana ulimi wako. Hata ukitaka kuanzisha kitu, watu wengi ambao tunataka kuanzisha biashara fulani ama kitu fulani, huwa tunaropoka kabla tujaanzisha. Kwa mfano, nataka nianzishe miradi fulani, unaingia kwenye mtandao, unaposti kwenye Facebook, unaposti kwenye YouTube kwamba nataka kufanya jambo fulani. Hiyo jambo hutaifanya. Na uchunguze watu wengi ambao wanapenda kuposti ama kusema mambo fulani kabla hawajafanya, huwa wanaanguka. Kwa sababu huwa wanajitangaza kabla ya wakati huo. Ndiposa hata mambo yako uyafanye bila kuyasema, hata uzuie hata wazazi wako, hata ndugu zako, hata marafiki zako wasijue, uzuie. Wacha uilipue kama bomu, waiona umefanya, washangaa ulifanyaje. Kuliko useme nitafanya, wakati baadaye utafanyaje? Utaifanya. Ndiposa leo hii niwape kitu kimoja, na hii kitu inaumiza. Wacha niwaambie vile tumekaa hivi Sabato. Ukweli na uchungu huu, hakuna anayetaka mtu ama hakuna anayetaka wewe ufanikiwe kuliko mwingine. Hakuna. Sisi wanadamu wenye tunakuwa kanisani, tunaweza kaa na wewe Sabato moja, tunakaa na mtumishi Isaac hapa, tunahubiri kama malaika, lakini ndani mwangu mimi sitaki aendelee. Na wakati anapoendelea, jinsi anavyonipatia habari zake, na kuwa na kinyongo naye, na hata katika maombi naenda kumwombea haanguke. Na wakati kama yeye hajasimama, hayuko imara, kweli ataanguka. Kwa sababu maneno huwa inakuwa na nguvu. Huwa inakuwa na nguvu. Na unajua hata wachawi wengi huwa wanaroga kwa sababu ya kutaka maneno. Hakuna mchawi mwenye anaweza roga mtu bila maneno. Na asilimia kubwa ambayo nimekuja kuchunguza, nilikuwa na rafiki yangu mmoja Mkisii, alikuwa anasema ndio mchawi akuroge, watu tunakuanga naye, huwa anatafuta maneno yako apate, yakiwa na uchungu ndiye atakuwa na nafasi ya kukuroga vizuri. Yakiwa na amani hawezi, huwa inashindikana. Ndipo tunaambiwa katika maneno uzuie. Hata wakati umekosana na mke wako kwa boma, ndugu zangu, ama umekosana na mume wako kwa boma, wewe tunaambiwa hivi, ukiwa na hasira na uongee kwa hasira, hasa sana kina mama, huwa inakuwa ukweli. Ni wakati unapoongea kwa hasira, yanaweza kukuletea madhara makubwa baadaye ambayo yatakosa majibu na yatakosa tiba. Kwa hivyo wakati unapokuwa na hasira, uende umekosea, kwa sababu si tunaishi dunia yenye tunakwazwa kila siku. Nani hapa hakwazwi? Tunaishi dunia ambayo umeteleza. Na hivyo katika kuteleza tunaweza teleza, unaweza kwazwa, lakini ile katika kukwazwa tunaambiwa hivi, ni heri kunyamaza na kuvumilia. Uinyamazie, usiyaseme. Ni afadhali uende uiseme wakati umetuliza hasira, wakati umetuliza mawazo. Kwa sababu watu wengi leo hii wameumia, wako na vinonda kwa sababu ya maneno. Wako na vinonda ambaye haishi, haina tiba. Kuna mke ambaye aliacha mume wake kwa sababu ya maneno tu. Anajaribu kurudishwa, lakini maneno hayo uchungu ambaye aliwekewa, haikutokana kwa sababu ya kupigwa ngumi, kwa sababu ya kufanyiwa nini, ni kwa sababu tu ya maneno. Kuna watu leo wameacha kanisa kabisa, wataki habari ya Yesu kabisa kwa sababu ya maneno. Kwa hivyo tunaambiwa wakati unapokuwa na jambo ambalo limekuumiza, kuliko uongee, funga kinywa. Na ukiona yanakusaidia sana, kunywa maji, alafu usimeze wa maji, jaza kwa mdomo, yakae kwa mdomo, ufumilie. Na ukiona yanasidi sana, umekunywa maji imeshindikana, ondoka hiyo sehemu. Ondoka tu kwa muda tu hiyo sehemu ambayo iko na kikwazo. Hata pale ni kwa nyumba, umekosana na mama, afadhali mzee, ondoka tu kidogo tu, enda hata nje, enda utulie, tuliza mawazo. Kama ni mama, funga midomo. Wengine wanasema afadhali hata waanze kuimba, kwa sababu katika maneno ambayo unaongea unaweza sema kitu kama mume kwa boma, alafu mama akachukua hiyo maneno anaweza form hiyo maneno achukulie kama ni kitu kingine cha ajabu sana ambayo itamuumiza, na kumbe vile ulikuwa umeongea hauko umekusudia hivyo, hauko umewazia hivyo, lakini atachukulia tofauti. Mama anaweza ongea kitu, mume achukulie tofauti. Kwa hivyo tunaambiwa katika maneno, wingi wa maneno hapakosi na uovu. Kwa hivyo sana tuchunge sana maneno yetu.
Hivi jambo la mwisho, naenda kumalizia, mafungu tu mawili naenda kumalizia.